Kwa majina naitwa Douglas Nyanga. Mimi ndio chairman wa Kisii Hockey Association na pia chairman wa Kisii Falcons Hockey Club. Kisii Falcons Hockey Club ni club ambayo iko based hapa Kisii, and it's the only hockey club katika Southern Nyanza yote. Asante sana chairman. Hayo ni mengi utembea tu. Kwa hivyo na hapa hivi kwa uwanja leo hii wengine wamevalia wamevalia luminous. Kwa hivyo haya mazoezi kwa sasa hivi kwa yule ambaye maybe haelewi hockey kwa sasa, maana labda naona kuna marker alafu leo mama kutumia goal post moja. So hockey ni mchezo ambayo inachezwa na hockey stick, ile kijiti na mpira. Labda kabla tufikie hapo leo hii, mbona leo hii sasa tunaona mko wawili na training ya saa hii inalenga nini kwa kupanga timu? Yes, hii ni training ambayo hii ni timu moja, wachezaji wote ni wa Kisii Falcons, na sasa unapoona tunafanya mazoezi ya attacking, tunajaribu kusharpen our attacking department, ndiposa unaona tumeamua kutumia half of the field. Kwa hivyo hawa tuseme kuna hawa ambao wamevalia yellow, kwa hao ni attackers na wengine wanajaribu tu kuwazuia. Yes, hawa ambao wamevalia yellow wana attack, alafu wale ambao wamevalia green ni wale ambao ni defenders. Kwa hivyo kimsingi tuseme sasa hii mechi ingelikuwa labda ni mechi, kwa hivyo mchezo wa hockey wao iko na wachezaji wangapi katika upande mmoja na upande mwingine, na ipi iko na mambo ya formation kama football? Yes. Hockey inachezwa na wachezaji 11 kila timu. So kuna goalkeeper ambaye anavalia yale manguo yake for protection. Kama yule kwanza naona amevaa sana, sijui na niambiwa ni expensive sana ile uniform ya goalkeeper. Yes, hiyo uniform moja ni 150,000. So that is one of the challenges ambayo tunapitia. So goalkeeper, alafu na tuko na wachezaji 10. Ukitoa goalkeeper 10 ambayo wanatumia hockey stick wanakuwa kwa field. Alafu hii kiwanja imegawanywa kana kwamba ni kuna mahali inaitwa D circle, lazima uingie pale ndani ndio ufanye nini, ufunge. Ukipiga mpira kutoka ndani ya hiyo circle ni goal, lakini ukipiga mbali kama uko nje ya circle, hata ikiingia pale katika cage sio goal. Kwa hivyo tuseme ingalikuwa labda ni soka ambayo wengi wanaelewa, unasema kwamba ingalikuwa tuseme hii ni soka, lazima ufike kwa 18 yard box ndani ndio ushuti, tuseme ni bao. Ndio kweli. Okay. Alafu kwa hockey hakuna offside. Hakuna offside. Mimi nitakimbia, nitasimama hata na goalkeeper nipewe mpira na nifunge. Kwani nikuulize, naona kuna refa mmoja hapa amevalia red, mwingine akavalia pale white. Kwa hivyo hawa sasa wanaangalia nini basi? Wako wanaangalia nini kama kuna offside? Yes, kwa hockey tunatumia kucheza kijiti na mpira. Ikiguza mchezaji kwa magoti kwenda chini ni foul against huyo player. Sema nini ikiguza mchezaji? Mpira okay. Ikiguza kwa magoti kwenda chini ni foul against huyo player. Lakini mimi nikiunua mpira iguze mchezaji magoti kuja juu ni foul against mimi ambaye nimerusha mpira. Sawa. So hockey is one of the safest sports kwa sababu sheria zote za hockey zimetengenezwa ya kwamba ina protect players. By the way, kwanza sijui utaniambia nini kuhusu huu mpira? Nikiangalia ni mpira ambao ni mzito sana, labda zile sifa za mpira huu labda inahitaji kiasi ngapi na huyo uzito ukuelezea, na mbona ikuwe mzito? Mpira ni mzito kwa sababu inapigwa, na hiyo ndio standard yake, lazima imetengenezwa na plastic. Ikikuguza lazima utasikia uchungu, ndio kwa maana hockey players lazima tunaweka shin guards zina protect mpaka kwa magoti. Alafu jambo lingine unafaa kujua kuhusu hockey ni kwamba lazima tuko na umpires ambayo ni referee wawili. Mmoja anakuwa pande ile nyingine na mwingine anakuwa pande nyingine, kwa sababu unaangalia goal post moja mimi kwa goal post nyingine ama yes, mmoja anakuwa
pande mmoja wa nusu wa kiwanja ni sehemu ya refari mmoja na nusu ya kiwanja ni sehemu ya refari mwingine, lakini wanaweza kusaidiana. Huyu ambayo akiona makosa, unajua mpira wa hoki ni mdogo sana, so kama kuna makosa imeonekana inakuwa nini, umpire yeyote anaweza kuita. Na sisi labda kwa faida ya wale ambao wanatazama kwa sasa hivi, umeelezea kuhusu huo mpira wa hoki ambao ni mdogo, lazima wasaidiane. Tumeona kwa soka tukiona kama teknolojia ikiweza kuintroduciwa kwa officiation, tumeona VAR kuangalia kwa undani wa mchezo. Nisijue labda kufikia sasa kwa hoki, ni sababu kama labda teknolojia imeweza kuintroduciwa, na kama imeintroduciwa imefika Kenya. Yes, kwa sasa hoki kwa hii nchi yetu tunacheza hoki kwa 3 surfaces. Ya kwanza ni grass ambayo ndio hii tunatumia hapa. Ya pili ni maram. Ya tatu ni AstroTurf ambayo ni bei kali sana kuweka. AstroTurf hapa Kenya inapatikana katika stadium mbili. Zote ziko Nairobi City Park Stadium alafu na Sikh Union Stadium ambayo zote ziko Nairobi. So kwa sisi hapa tunatumia grass ambayo hoki inataka sana ichezwe mahali iko very flat. Sisi hapa unaona kuna milima na mabonde, na katika hockey stadium ambayo iko Nairobi kuna video referee wako pale. So technology imewekwa katika hockey pia. Ni vile tu sisi tuko katika hali ya uchumi, alafu Ministry ya Sport pia inastahili itengeneze standard hockey pitches within the country. Yes. Kwa hivyo nasi kwamba tukiwa na model stadiums labda kwa kila ukanda, labda ukanda wa Nyanza, ukanda ule mwingine unasaidia, lakini nisijue nyinyi kama wasimamizi, wewe ni mwenyekiti wa hockey hapa eneo la Kisii, labda mmesukuma sana kweli ama ugumu unatokea wapi? Nafikiria ni changamoto tu ambayo iko katika sekta zote za michezo. Resources ziko kidogo na tunasukuma kupitia Kenya Hockey Union ambayo ndio wasimamizi wa huu mchezo Kenya nzima. So tuko katika ile harakati ya kuwahimiza ya kwamba pia sehemu hii tunataka hockey ienee, na tutakapokuwa na teams mingi ambazo zinacheza hockey, hivyo ndio tutaweza pia kupool resources zifanye nini, zikuje pande hii ya Kisii, na watazingatia pia kutengeneza stadium na kadhalika. Onje mwelelege twa mwato konyala kwa kusomia mange igoro ya egosori ya hockey ama chikae na kiali na kyobote ne libua yebore kai teknolojia ya sera lero iga ene nsemo ya kadolotunga musocho tole abara bwata ni team ya Kisii Falcons Hockey Club na ono mubwata ne romonyakerogo bwa gosori ya hockey aiga se county ya Kisii ndeta watera mange wale rotu avere Kiswahili keigo twemanyia mange bwesomi ekuna kigente kia, lakini nafahamu kwamba ulikuwa umeniambia kwamba tukianza kwamba mchezo huu labda mpira huu ndio kwa uzito sana, ukasema kwamba labda kuna cons ambazo yani kuna vile wanaweza kujizuia kwa siweze kuumia hapa chini. Blindelanga ameweza kujizuia. Nisijue labda kwa mchezo what about ukicheza na mpira uweze kuguza hapa ama kichwa, inawezekana ama kuna vile ambavyo mwasomesha hamjakuwa na accident mingi kama hizo? Jinsi ambavyo nilikuambia mwanzoni ya kwamba sheria zetu za huu mchezo zimewekwa ambavyo inaweza kuprotect player kabisa. So in hockey we usually have accidents just like in any other sport, lakini ikitokea inakuwa mbaya zaidi. Ndio kwa maana tuko na referee wawili ambayo wanaangalia player yoyote ambayo anacheza visivyo anaweza kupatiwa green card ambayo utatoka nje for 2 minutes, yellow card inaweza utatoka nje for 5 minutes ama 10 minutes kulingana na yale makosa ambayo umefanya. Alafu kuna red card, ukicheza dangerously ama ulete fujo na nini utapatiwa red card, na hiyo inakuwa hautaweza kucheza kwa more than 5 games.
Okay. Yes. Hilo ni jambo jema sana. Hayo nitaivuna to kumbia ase gosole roche bale nseme libara somo tukoronye ituroche tran kwenda somo timokovu nseme ntangani kwemanyi igoro ya egosole ne egosole ya hoki temanya magina kieko gosole guna kia machikale kebo ikale kwa bake gosuka bosio. Labda nisamu wewe kama mwenyekiti wa hoki Kisii. Umeridhika na hoki kufikia sasa hapa Kisii? Kuenea kwa hoki? Ndio tumeanza. Hatujakuwa sana katika mchezo wa hoki hapa Kisii. Sisi ndio tumeanzisha na tunajaribu kusukuma. Our objective, long term objective, tunataka kuintroduce kwa mashule, our public primary schools. We've already identified 5 ambayo tunataka tuzungumze na board of management tuweze kuintroduce hoki katika wale primary school wanafunzi, ndiposa waweze kupata these skills za hoki wakati wako wachanga. Kumbuka wanasema samaki mkunje angali mdogo mbichi. Angali mbichi. So kwa sasa ni hayo tu. Pia tuko na mikakati ya introduce hoki team ya wasichana, na our objective kabisa ni kwamba tunataka, wakati unajua tunaishi wakati mgumu sana, when you combine sport and education inakuwa very strong tool to face this life. Hawa wanafunzi wachanga tukiwa introduce kwa hoki wanaweza kupata scholarship hata kama anatoka humble background ambayo labda mzazi angeweza kumleta shule kama hii ambayo ni Cardinal Otunga, lakini anaweza pata fursa ya kucheza hoki na pia shule iweze kumlipia nini? Shule iweze kumlipia school fees kupitia talanta yake, na pia hivyo atapata scholarship ya university scholarship. We have sports scholarship in various university ambao wanapeana kupitia mchezo wa hoki. Naambia kwamba uweze kushikilia hapo. Naambia kwamba upande wetu wa kwanza au sehemu ya kwanza imeweza kufikia tamati. Katika sehemu ya pili unatuambia mengi kuhusu dakika ngapi mchezo huu unachezwa vipi, na mengi kuhusu mambo yanayohusu hoki katika eneo hili la Kisii, Nyamira, Nyanza kwa undani. Mwanchomo lili tabaza kwa ndomo timokomokego tukoirana twadere wake kambia iga kwemanyia mange igore gosore ya hoki. Egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA. Instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement. Onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare umuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko ba Krisimi asichina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams.
Mwanjo mwaligereria ndage twende kwemanyia mange iguru ya ego sorry ya hoki tora igase chinsemo echi cha kadolo tunga mosocho twata pata ni korwa team ya Kisii Falcons Hockey Club twato munya kirugo kwa sorry ya hoki aiga sorongo rwa Gusii semo county ya Kisii watebiria mange gore ego sorry gune kunyara kovage kogo sorry guna leo tumetoka mapumzikoni kwa sasa hapa tumekuja sehemu hii atuelezea kwanza hii nimeshika ni nini na inatumika vipi? Yes, hockey inachezwa kutumia a stick and a ball. Hii ndio tunaita hockey stick. Na hii ndio tunaita ball. Okay. Kawaida tunaiita cock. Yes. Ni ngumu so lazima wakati unacheza hockey mpira inaguza pande hii peke yake. Sawa sawa. Na huko mpira ikiguza pande hii ama ukicheza na pande hii ni foul. Okay. Hapa inaitwa back stick. Okay. Sawa sawa. So wakati unacheza lazima mkono wa kushoto inashika hapa the top of the stick. This way. Alafu mkono wa kulia unashika almost half of the stick. Okay. Hivi ndio unaweza kushika hockey stick. Lakini kuna wale ambao watashika hivi, this is the wrong way of kushika. So wale watoto tunataka wapate hizi basics at young age. So unaposhika hivi, the first thing you do, una dribble mpira. Kudribble mpira unaweza kugonga hivi na ni kama kuchenga. Yes, wakati unachenga inapiga. Unaona situmii pande hii. Nina huu mkono wa kushoto ndio unatumiwa kuspin, kupendua stick hii. Alafu hii inakuwa somehow hollow. Umeona? Okay. So inakuwa very easy nikipeleka mpira hivi ninarudisha pande hii. Okay. Yes, alafu hii ni shin guards zile ambazo tulisema ambayo kila mchezaji lazima kuwe nayo. Avae, anaweka ndani ya socks. Unaweka hivi alafu unavaa socks juu yake. Wakati ambao umevaa kinyasa, mimi leo sijavaa kwa sababu I was coaching. Hapa hii kiwanja imegawanywa mara 4. Okay. Kuna goal post. Hii ni goal post ya hockey tunaita cage. Alafu hapa ni D. Hii mviringo ambayo iko hapa kuanzia hapa hii line inapita hivi. Okay. Ni mviringo ambayo inaitwa D. Okay. So mimi wakati niko na mpira ama mchezaji yeyote ndio afunge, lazima aingize mpira hapo ndani ya circle. Atakapopiga na ingie pale kwa cage, hiyo amefunga nini? Amefunga bao. Hiyo ni bao. Yes, lakini nikipigia kutoka hapa nje, hata ikiingia ndani haitakuwa bao. Labda nisije, labda ni sheria zipi, labda kwa sababu wewe umefuata sheria sana, unapenda mchezo, labda nini ilifanya wakaonelea iko hivi vyema? Kwa sababu tukiangalia soka, labda unapata kuna wanakubali bao zote, ndio maana players ambao wako na short power, mwenye kwa nani anaweza piga na nje, mwenye ako vizuri na cover anaweza tumia ndani. Mbona labda kwa hockey ikakuwa lazima tu mtu aweze kuwa kwa ndani? Ni sheria zile ambazo ziliwekwa, lakini nafikiria ni kwa sababu pia huu mpira ni mdogo sana. So ikiingia, and then hiyo ndio utamu wa huu mchezo. Hiyo ndio tofauti ya football na hockey. Okay. So unaweza kupeana pass. It is a team sport. Okay. Tutacheza tu passes, unapeana pass mbele hivyo. Ndio, na pia unaweza kupiga mpira. Kwa mfano, mimi nikifanya foul hapa, itakuwa free kick ya wapinzani wetu, ndio opponent. Yeah. So opponent atakuja na aweze kufanya nini? Kupiga mpira. Unaweza patiana pass kwa kupiga, kwa slap shot ama kwa kusukuma, pushing. Na pia jambo lingine unastahili kujua, unaweza piga mpira na hapa. Kwa hivyo unaweza tumia hapa sehemu hii peke yake hapa. Okay. Sawa. Lakini si sehemu hii. Sehemu hii ni back stick. Okay. So ninaweza nikipiga mpira hivi inakubalika. Okay. Mradi tu isiguze na isiguze na nyuma. Isiguze na nyuma.
Labda unajua unatufahamisha mengi kuhusu mchezo huu wa hockey, kila ambacho kinahitajika na onye kwa kwa somo ni kusawa ntevina ese ko sori ne bwate ento tote avuna center yavo kuikonya ko bagwa soire ime omanya ko bunge go unego liera liga ngise ko bunga korwa igo mupira oyo era ine eraiga teri ko barubu na goli onye na bunga korwa siko kolende kuiko onya ko bani kuna gwa soire ime omanya ko bago kovunga na likunya rakova kio ko baruko babune goli kolende kwa mpira sasa. Labda najua kwa mchezo wowote lazima kuwe na creativity, brilliance ya mchezaji, na kipi kila mchezaji anafaa kufanya, maana anataka kujisomesha, ndio maana akuwe vizuri na mambo na dribbling, hawezi kuwa a good passer, a good scorer. Nini anahitajika ni mchezaji akuwe bora katika hockey? Kwanza nilikueleza huu kiwanja umegawanywa katika mara 4. Kuna D, alafu kuna 23 line, kuna half line, kuna 23 ya pande ile ingine na kuna D pande ile ingine. Kwa kawaida mchezo wa hockey unachezwa kwa 60 minutes full game. Hakuna added time. Sawa sawa. So first 15 minutes tunaita quarter 1. Tunacheza for 15 minutes alafu tunakuwa na break ya 2 minutes. Tubaki hapo kwa first 15 minutes. Tumana mchezo wa kama basketball, ni wakati tu mpira iko in motion ndio inahesabiwa kama wakati ambao mchezo unachezwa. Hockey pia ni hivyo? Yes, hockey so long as mpira iko kwa uwanja na umpire ameanzisha, muda unaanza kutembea. Lakini ule umpire stoppage hesabiwi. Any stoppage inaendelea. Tukisimamisha kwa mfano kama hapa, tukipiga mpira uende mbali, umpire akona ruhusa ya kuambia, kuna technical official ambayo wanakaa pale katikati ya uwanja lakini nje na meza. Wana control game, wana control substitution, wana control the team managers na pia wana control time. Nilipokuambia ukifanya foul unapewa green card ya 2 minutes, wale ndio wanakuwa na time. Unajua huyu mchezaji anakaa hapa for 2 minutes, anakuwekea time. Time imefika after 15 minutes. 15 minutes inakapofika, ule anapuliza kipenga pia, yule technical official, ya kuambia hawa referee wengine ya kwamba mpira umefanya nini, ni wasawa kupumzika for only 2 minutes. Na kama kuna mchezaji ameumia ama mpira imeenda mbali sana, ama goalkeeper yale manguo yake moja imetoka, referee anasimamisha time. Atasimamisha time, ataambia technical official simamisha time, tushughulike, kuna kosa ambalo kuna jeraha hapa, alafu tufanye nini, tuendelee. So ndio kwa maana hakuna added time. Kwa hivyo labda asante sana, nafahamu kwamba muda wetu unayoyoma sana, na kwa wale ambao mnafuatilia kwa nini manyia mangi goro yae kwa sababu tote kuna ige kwa sababu for 60 minutes tobwate ensementangani mwana ndo mtu mkochita kaibere mwajira na ende mwana anachita chinda ende iko 15 mwana kwenda wana sekonda 15 wekea kwa sababu kwenye rakobage kwa katia machikara aika na kama tofauti kwa sababu mwana lile vune kwa sababu yenko yo tende kwa manya menkoro ega kando kolende. Tukienda kumalizia, labda nafahamu kwamba mataifa mengine kama India yameweza kunawiri sana kwa hockey. Sisi kama taifa la Kenya, na kipi tunaweza soma kutoka mataifa ambayo yamebobea kwa hockey ndipasa pia sisi tufike kiwango kama hicho? Ukifuatilia history ya mchezo wa hockey, Kenya ilikuwa powerhouse in Africa. Tukaenda mara ya mwisho nafikiria tulienda Olympics ilikuwa 1988. Mpaka sasa hatujaweza kufanya nini kufanikiwa kurudi kwa Olympics kwa sababu moja. Nilikuambia tuko na 3 playing surfaces. Standard surface ni AstroTurf. Alafu jambo la pili ambalo nchi ambazo zimeendelea wana introduce hockey kwa watoto wadogo. Wako na age group hockey. 5 years anajua kushika hockey stick, 8 years anaweza kupiga, anaweza kudribble. By the time huyu anafika 18 years amemature, amedevelop completely, kwa sababu ukiintroduce hockey at late, unaona watu wengi, hata wachezaji wetu wengi hapa wamepatana na hockey high school na wengine universities ama college. So inakuwa ngumu sana kuweza kumfundisha some of the basics ambazo zinaweza fanya yeye afanye nini, akue bora zaidi.
Ndiposa sasa kupitia Kenya Hockey Union na Kisii Hockey County Association tunataka to introduce hockey kwa those young ages. Tuwapatie the basic, tuwapatie tactics ambazo zitaweza kuwasaidia wakuwe very good players. Na pia tuko na wachezaji wa hockey hapa Kenya ambao wanacheza Ulaya. Wameenda katika zile nchi ambazo zimebobea waweze kupata the skills na pia inaweza kuwasaidia. Chairman, najua tutaongelea mengi lakini muda wetu umeyoma sana. Kwa hivyo nakupea chini ya dakika moja kuweza kutoa usia wako katika kaunti ya Kisii. Neno lako la mwisho kabisa kwa wanaokutazama kwa sasa. Tazama kamera ile. Mimi ningependa kusema ya kwamba tunataka wafadhili waweze kuwekeza katika mchezo wa hockey. Mara mingi county government na serikali watu wanajua ya kwamba sports is about football. No, we also have hockey and it's a safe, very safe sport. Tuweze kuipenda na tuweze kupatia watoto wetu fursa ya kucheza hockey. Kwa hivyo asante sana, najua mazungumzo haya hatuwezi kuyamaliza kwa leo pekee, lakini tutaweza kurejea tuzidi kujua mengi kuhusu mchezo wa hockey igombo yamono ase bali watu wote takamucha kana wikira bone ni maite mwamanyira mange arengete egosori ya hockey na ntwende ko bana barabu kutana barabu baka twe manyia mange egoro ya egosori enda utengera Ndizi TV nchende mo Steven Captain 001 enda utorobo tengelio buya wigetaseni.